ndoa, tukaona mwenyekiti akastaafu mwanzoni mwa mwaka 2023 na baadaye tukaona bado hakuja kuwepo na tume ambayo itakuwa inawezesha kuwepo kwa uchaguzi mdogo kwenye maeneo ambayo yamesalia wazi na kustokuwa na viongozi baada ya viongozi hao kukosekana afisini kwa kupatwa na mauti na sababu nyinginezo. Hayo tutakuwa tunayazamia kwenye sehemu hii ya awamu hii ya mazungumzo. Labda nipate kauli ya Augustine Omondi kuhusiana na yale ambayo yalikuwa yamezungumziwa awali kabla kwenda kwenye pumziko, na pia kufungua tu dhana ya ni kwa nini tunaona kucheleweshwa kwa kuwepo kwa tume ya IEBC. Tumeona rais mstaafu na Rais William Ruto wakiwa wanataka na shughuli hiyo kuharakishwa, lakini ni kitu ambacho kimezungumziwa na Wakenya, kimewapeleka Wakenya kwenye barabara kuandamana na masuala mengine kama hayo. Na sasa hivi tukiona kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka akirushiwa lawama kwamba yeye amewasilisha kesi mahakamani na mchakato huo unazuia kuwepo kwa tume yenyewe na uundwaji wa tume yake. August. Asante. Nikianza kwanza wacha niseme kwamba waziri wa mazingira wa Nairobi inafaa ajue ya kwamba ako na kiongozi hapa atamsaidia kufanya kazi. Nikaweza kufuatilia kwa ile mambo yaliyoweza kuzungumziwa. Unajua ni vyema kujua kwamba mpiga kura wa sahihi si ule mpiga kura wa kitambo. Na tukijaribu kuangalia uchaguzi uliopita, kuna viongozi wengi hawakupigiwa kura wakarudi katika zile maafisi. Na inamaanisha even come 2027 kuna viongozi wengi wananchi wa kawaida wataweza kuwaachilia. So hii ikuwe ni changamoto kwa viongozi wetu wa bunge waliopigiwa kura, ya kwamba hata kama tuko na serikali yenye haiko functional the way tunataka, wao wakiwa pale kwenye bunge wacha waweze kusukuma hii serikali kwa njia iwezekanavyo, ili Mkenya wa kawaida aliyewapigia kura aone ya kwamba kiongozi wangu nilimpigia kura anasukuma mambo yangu mimi kama mpiga kura. Kwa sababu wasipofanya hivyo, hao wapiga kura watawapiga punishment kama 2027, watawarudisha nyumbani wote, na hata wakati watakuwa narudishwa nyumbani, rais itakuwa ni mpiga kura na wao. So viongozi waliopigiwa kura wachukue hii swala kama swala la maana sana na swala ya wananchi, wakisha kwamba hata even the bills wanapass pale parliament zile align na interest ya Kenyans walioweza kupigia kura, kwa sababu wale wapiga kura tuko nao kwa sasa wanaiangalia kwa makini sana. Wanaanza kuwa nasema wako na wewe kwa sasa, lakini kama 2027 mambo yanaweza badilika. So hii kuwe changamoto kwa viongozi tuliopiga kura pa. Na wapiga kura pia hii pia kuwe changamoto. Mambo ya mtu yetu isije kafanya sisi tukaweza kuweka leaders on accountability kwa ile kazi wameweza kutufanyia sisi. Wacha tujue kwamba wewe ni mtu yetu, lakini sisi tulikupigia kura utufanyie 1 2 3 watu hizo. Na mimi nafurahisha sana niona juzi pale Eldoret wakati waziri wa mchezo Kipchumba Murkomen alijaribu kuongelesha watu pale, akaweza kukemewa sana. Watu hawakuwa wamefurahia hata kidogo. Sijui kama mnaweza kumbuka. Inamaanisha mpiga kura ile siasa ya mtu wetu ni kama inaenda ikipotea. Inaenda kuipotea polepole. So kiongozi yote mwenye ako katika fursa yote ya kuongoza Mkenya, kufanya Mkenya kazi, wacha aweze kufanya kazi. Tukirudi kwa mambo na IEBC, ukijaribu kuangalia tulikuwa tunasema pale tukiwa katika mapumzikoni ya kwamba hii serikali ina function based at a dysfunctional systems. Inamaanisha kama mambo hayako sawa, wao wako sawa kabisa, kwa sababu kuna wale watu katika hii serikali wanaweza kufurahia mambo jinsi ilivyokuwa. Swali inafaa tujiulize na Mkenya wakaenda ajiulize, inakuwa ya kwamba rais ataki IEBC iweze kutengenezwa ndio mambo yake ingene, kwa sababu pale nyuma ukiangalia ule Senator Cherengani alikuwa amekuja na mambo na the extension of term limit, lakini kaeza kukataliwa. Inaweza kuwa ya kwamba rais hataki IEBC iweze kutengenezwa kwamba tukifika wakati wa kufanya uchaguzi tuseme kwamba hatuna IEBC, hatuwezi fanya uchaguzi na tuwezi tengeneza serikali ili wakuwe na extension of time. Hiyo ni swali namba 1. Ya pili itakuwa ni ya kwamba hawa IEBC ama wale watu kwa sababu tulikuwa tumeona pale there is a bill that was signed with respect to forming an IEBC. Ilikuwa imesema 9 member team, ilikuwa itoa wawili LSK, watu wa kanisa, the civil society wakuje pale waweze kufanya recruitment. Inaweza kuwa ni wao pia wameweza kupokea kitu na kusahau umuhimu ya wao kukua katika hizo nafasi, kwa sababu mahali penye imefika kwamba ni rais pia analia kwamba hatuna IEBC, Wakenya wanalia hatuna IEBC, kotini nalia hatuna IEBC. So ni nani nafaa chukue hiyo fursa kama sisi wenyewe? So itabidi hii serikali iweze kukaa chini na all the stakeholders wahakikisha kwamba tumeform the IEBC in the shortest time possible, because hatuna muda kama hawana nyingine. Na kama wako na nyingine inafaa wajue kwamba mahali penye Wakenya wamefika kwa sasa, Wakenya itabidi kama wa viongozi wafanye kazi wanajichukulia hiyo hatua wao wenyewe, na hii GNZ na demonstrations haiko mbali sana. Na pia pili inaweza kuwa kwamba ukijaribu kuangalia kwa in another phase, unajua
hii mwaka pale nyuma ikianza sana, tumekuwa na another formation ya GNZ. Imeweza kuweka serikali on accountability and on a serious note. Inaweza kuwa ya kwamba hii serikali haitaki EIDC iweze kuwa formed, au GNZ waweze kuwa registered kama voters na 2027 wasikuze. Hoja sasa hiyo ni ukijaribu kufikiria kuangalia nini mbona inafanya kusitiza kutengenezwa kwa IEBC, na maanisha kwamba kuna watu wanaweza kugota. Mimi nataka kuambia GNZ wakati kama huu, kama hii serikali come next year 2025, kama March haitakuwa imeanza the process of forming an IEBC, twende wote kwa barabara tuweze kuandamana, tuhakikisha kwamba tumekuwa na watu sawa, tuweze kuwa registered kama registered voters, ndio come 2027 to make the proper decisions. Lakini pia rais nafaa juu ya kwamba kwa hiyo muda imebaki kidogo, akuwe tu muungwana, hata kama yeye ako mbali, hata kama yeye na ukweli wako mbali kidogo, ama kama yeye na kufanya Wakenya kazi wako mbali kidogo, hawezi jitu kujirudisha yeye mwenyewe, aweze kuongelesha wale viongozi aliweza wapatia fursa ya kufanya Wakenya kazi, waweze kutufanyia hata kama ni miaka 2, tuhakikisha kwamba kama juzi hapa jana tulikuwa tuna feel vibaya sana kwa sababu tumeweza kupoteza hosting rights za CHAN and AFCON, lakini rais pia anaweza kuja mbele atuambia kwamba sisi kama serikali tulikuwa tumepigania tuweze kupata hosting rights za Grammy, tulishapeana 500 million na hatujaweza hata kumaliza hizi the STM. So inamaanisha hii serikali, his priorities are upside down. Ule rais mwenye anaongelesha watu nitafanya, na ule rais mwenye anafanya ni watu wawili tofauti. Ama maybe inaweza kuwa ya kwamba ule rais tulipigia kura, walichukua wakapeleka huko Sugoi, wakafungia mahali, wakatupatia another copy ya rais akuja tufanye, because ule rais mwenye atufanyia kazi mambo anayosema na mambo yanafanya haihusiki mwananchi wa kawaida na haitusaidii. So rais pia itabidi ameketi chini na viongozi wake waambie kwamba niliwapatia kazi, mlifanya kazi, na wale watu waweze kufanya kazi waweze kurudishwa nyumbani. Nurdin, turudi nyuma kidogo kwenye sheria. Tumezungumzia masuala ya IEBC kwa muda mrefu. Tunajua majukumu ya IEBC, masuala ya mipaka, kuna sehemu ambazo zinataka kuongezewa hata ladha viongozi na kuongezewa ladha wadi, na masuala mengine mengi ambayo yamekwamishwa kwa sababu ya kutokuwepo kwa tume hii. Kuna sehemu ambazo hazina viongozi, wa Kenya wanakosa kupata huduma kwenye maeneo bungeo kwa sababu hawezi kupiga kura bila kuwepo kwa tume hii. Sheria inasemaje katika masuala ya kubuni tume ya IEBC na uharaka pia wa kuibuni tume yenyewe? Kwanza kabisa kuna makosa tulifanya pale mwaka 2022 ambapo walibadilisha sheria ile. Walibadilisha ionekane ni kwamba wale ambao walikuwa Azimio sheria iweze kuwanufaa wale. So, ile kamati ambaye anaongea kuhusu ilikuwa yule ambaye atakuwa rais angekuwa na nguvu sana. Ndio maana pale Raila mwaka 2023 alikuwa anaandamana, anasema Rais Ruto asiteue, asiweke hiyo kamati ya kuteua makamishna, kwa sababu atakuwa akona nafasi 4 ama watu 4 katika kamati ile, kumaanisha atakuwa tayari 5, kumaanisha tayari atakuwa akona hapa hand nani atakuwa commissioner na atakuwa commissioner, inamaanisha kura ya mwaka 2027 itakuwa ishaisha kabla hata ianze. Shida tuko nayo sasa ni kwamba ya kuwa kuna ile kitu wanaita NADCO report. Walipoenda kujadiliana baada ya kulumbana na kupigana matia gas, wakakuja na ripoti ile, wakatengeneza wakasema kwamba kutakuwa na kamati ambayo itakuwa na wakilishi wa vyama. Sasa shida tunayo ni kwamba yule ambaye aliteuliwa ama wanasema aliteuliwa kuwakilisha Wiper ama Azimio, Wiper wanasema mtu haifai kwa mtu huyo, tunataka mtu tofauti. Wakaenda kotini. Walipoenda kotini ndo Kalonzo anatuambia walipoenda kotini, anasema koti ilikubaliana naye, lakini akapeana jina ambayo wale ambao wako serikalini wameenda appeal. Sasa anasema si yeye mwenye lawama, si yeye. Lawama ni wale ambao wameshika usukani wa nchi ndo bado wameshikilia wa kotini. Shida ni kwamba ya kuwa hatuwezi kuwa kila siku tutengeneza IEBC ambayo wale wachezaji wanataka kuwa wachezaji, wanataka kuwa manager, wanataka kuwa marefari na tena wenye vilabu vile. Sasa wewe unacheza mwenye klabu bado wewe ndo refari na bado wewe bado ndio manager. Haiwezi. Sababu inaonekana itakuwa interest ya makamishina wale kama kawaida itakuwa kwa wanasiasa. Ndio maana kila uchao kukiwa na uchaguzi kuna watu 4 3 4 wanaenda kando wanasema tukubaliane na uchaguzi huo, sababu hao unaona wanapendelea upande fulani. Lazima makamishina ambao wanakuja wawe makamishina ambao wanataka kuwatekelezea Kenya haki. Wewe kuamka asubuhi na kupiga kura yako lazima iheshimike. Inafaa kuwa ina maana. Lakini kama haina maana basi hakuna haja kupiga kura hiyo. Na ndio maana shida tunayo iko hapo. Inasikitisha sana kwamba kuna watu kama eneo ya Banisa
hawana mwakilishi. Haki zao zimevunjwa, hawana wakilishi. Kuna MC ambao walifariki. Hiyo tayari inaonyesha mtu yule ya kwamba haki zake, umemnyang'anya haki zake, na ndio maana lazima tupite. Amesema March ni mbali sana, hata mwanzo wa mwaka ujao inafaa kurusha shughuli tushaanza, sababu sasa inaenda katika ni Christmas inakuja. Tukianza Januari lazima tuanze kushughulika na mambo ya IEBC, sababu ukumbuke lazima uchaguzi upangwe miaka 3 kabla uchaguzi ufike. Sasa tunataka tufike tuweke makamishina mwaka wa 2026, alafu tuseme wapange uchaguzi. Uchaguzi huo utakuwa uchaguzi hushi. Umemsikiza yule ambaye ni hakimu wa Supreme Court Lenaola amesema ya kwamba the process is very important. Pale ambapo Uhuru ushindi wake ulibanduliwa, ilikuwa sababu wasema the process was a nullity. Sasa kama process ile ina shida, pale ambapo utangazaji lazima kuna shida, sababu IEBC lazima ikae ijipange ndio tuweze kuwa na uchaguzi huru na uchaguzi ambao kila mtu atatosheka nao, sababu upate itakuwa bila hivyo itakuwa tena kama uchaguzi ambao tulikuwa nao uliopita, wakati watu wa Mombasa na watu wa Kakamega ballot papers zilikuwa na shida, ikabidi waregelee uchaguzi tena kwa sababu ya kukosa muda wa maandalizi ya kutosha. Sasa lazima wanasiasa waelewe ya kwamba ni ubinafsi wao. Ndio nakwambia ubinafsi wao, kila mtu anataka yeye kuwe na mtu wake kama commissioner. Hatuwezi kuwa na nchi hivyo, itakuwa vipi? Sasa sema mimi ni commissioner, nimetoka ODM, umetoka Wiper, umetoka Jubilee, mwingine ametoka, hiyo ni commission gani? Ni commission gani? Haiwezi fanya kazi, sababu kila siku nitakuwa napiga simu, umeamuaje leo? Hatutawahi amua, hatutawahi songa mbele. Ndio maana lazima wakae kando. Kama watakuwa wachezaji, wewe jipange kama mchezaji, wacha hawa marefari wawe huru na wafanyie Wakenya kazi. Sababu kumbuke wanalipa bado na pesa wa Kenya. Lakini bila hiyo tutakuwa kila siku tunalia nimeibiwa, sababu mtu wako anakuambia umeibiwa. Hatuwezi kusonga vile mbele. Ndio maana nasema kuanzia mwaka ujao lazima, na Wakenya washaanza kusema appoint IEBC nao, kwa sababu nataka commission hii iweze kufanya kazi. Amesema kitu cha maana sana, mambo ambao wale ambao sasa wako 18 and above wanafaa kuwa na kupata usajiliwa kuwa wapiga kura. Wajua tuko na shida Kenya ambayo watu wanafikiri kusajiliwa kuwa mpiga kura lazima ikuwe tu ile mwaka kupiga kura. It is a continuing process. Lakini ukienda leo unawakia kumbe ya kwamba utaweza kusajiliwa, huwezi. Utapata kuna shida ambazo utaambiwa hakuna makamishina, lakini upate IEBC yenyewe other than the commissioners kuna wafanyakazi wengine. Inafaa kuwa a continuing process. Leo kesho kutu watu wanasajiliwa, lakini kila kitu kimesimama kwa sababu wanasiasa lazima matakwa yao yapatikane kwanza, na hapo ndio shida tunapata. Naam, Edward, maoni yako ni yapi tukiangazia kwamba kumekuwa na maandamano mwaka 2023 kama alivyotaja Nurdin, na miongoni mwa lalama zilizopeleka watu barabarani ilikuwa ni kukosekana kwa tume ya IEBC. Tukaona vijana wa kizazi cha Gen Z pia wakataja miongoni mwa masuala kama ya kutokuwepo kwa tume hiyo kama lalama ambazo zimepeleka barabarani. Bado tunaona yamesalia masuala yanayoleta mvutano katika viongozi wa nchi, tukiona rais akisema kwamba kuwepo na tume ibuniwe, rais mstaafu kuwepo na tume ibuniwe, wa Kenya kuwepo na tume ibuniwe kama alivyotaja Augustine. Nani anafaa kuhusika katika masuala hayo? Sheria tayari imewekwa wazi, lakini bado matekelezo ya sheria hiyo hayapo. Nataka nikwambie hivi, tulimwona rais juzi akiwa bungeni wakati anahutubia mabunge yote mawili. Rais alisema nimekanseli Adan. Si kwamba rais alikanseli Adan. Kuna vuguvugu lilikuwa linakuja, ilikuwa nasubiria mtu tu akusukuma kete tu tap aingie watu warudi barabarani, na walikuwa wanarudi barabarani kweli kweli. Sio vile ilikuwa. Na nikaisema hapa. Nikiwa nimekaa tu hapa, nafikiri nilikuwa nimekaa hapa. Nikasema rais, mimi nafikiri watu ulionao hawakusaidii. Hawakuambii huku nje kuna tokota namna gani. Maji yanachemka. Siku itatokea tu chap, sidhani kama itafika Disemba. Nikasema namna sidhani kama itafika Disemba. Au nikasema Januari. Nilisema hapa ipo kwenye clip mtafuta mtazipata. Rais naye kumbe kuna watu wanamwambia kuna mtu ameongea hivi. Mimi nakwambia hivi, hakuna kona nchi hii sijui. Na sisi bunge la wazalendo tuko kona zote. Tunapeana story huko, wanasemaje watu raia huko wanasemaje. Kwa hiyo lazima mimi napata information zote. Ilikuwa nasubiria tu kidogo chip mmoja apatikana hivi mpaka wazazi watoke. Na nataka kusema hapa nikirudia tena, hata masuala ya shule wanasubiria tip kidogo tu hivi wazazi watoke. Watu wote wanataka kuwa barabarani. Kwa hiyo sasa hivi hata IEBC
Sikudanganya, tukimaliza sikukuu hii atatokea moja tip hivi, watu wote watatoka nje. Kwa hiyo kutakuwa na mvurugano katika nchi hii, masuala hayatafanyika yote. Mimi nasema hivi, swala hili tusimsingizie Kalonzo, tusimsingizie nani. Swala hili linahitaji Wakenya waamue. Kwa sababu gani? Nafikiria hata wabunge wana uwezo wa kuongea masuala haya, wasema hapana, lazima tutengeneze hii tume na tume ipatikane. Lakini wao ndio wanajua watakaoamliwa wa kwanza, kwa sababu sheria inasema baada ya miaka 2.5 kama mbunge wako hajafanya chochote, una haki ya kumuita. Umuulize, ni nini umefanya kwa muda wa kipindi cha miaka 2.5? Ina maana hujafanya. Tunachukua signature zetu zinazohitajika, tukifika tunampeleka mahakamani, mahakama inamsimamisha, au anajitetea vya kujitetea, anaendelea. Hiyo sheria ipo ndani ya katiba hii ambayo tunayo. Isipokuwa hawa watu wanajua tukirudisha saizi tume ya IEBC hivi, tumeenda nyumbani. Vile vile rais anaogopa, kwa sababu kama itakuja kwa wakati huu, watu wangu wengi wataenda wapi? Wataenda nyumbani. Nafikiri sasa kuna mchezo wa tactics ya kusubiria, lakini apenda spende. Ndugu yangu alivyosema hapa, kabla ya Machi kuna mlipuko wa maandamano nchi hii kuhusu katiba hii. Afadhali niseme wazi, kwa sababu kuna watu wanaogopa kumwambia rais kunaenda hivi, wanamwacha haribikiwe. Tumeona Bashar al-Assad kule, walikuwa wanamwambia kunikubaya, anaona hatua ya mwisho wamefika Damascus ndiye amekimbia. So kwa nini usubirie vitu kama hivyo? Fanya vitu, wakwenda waende, si lazima ukae na wao. Unajua, kwa mfano sasa hivi tuna Peter Salasya, nitolee mfano Peter Salasya. Peter Salasya ni independent. Mimi nampenda Peter Salasya kwa sababu ya kitu kimoja. Hoja ambayo inamuhusu mwananchi na ni nzuri, anaiunga mkono kama iko serikalini. Hoja anaona hii ni mbaya, na ameunga ya serikali, hata kama irudi opposition, yani anaenda kulingana na hoja zinavyoletwa. Kama ni mbaya anakuambia no, kama ni nzuri anakuwa upande ule ambao wanaunga mkono ni. So hata uchaguzi huu nilikuwa nakaa kwa vyombo vya habari nawaambia Wakenya, nataka niwaambieni kitu jamani. Msichague watu kwa suti. Mkichagua watu kwa suti ni watu mmetengenezea fedha. Sio mtu anakuambia ana foot soldier anaweza chukua sehemu nyingine. Mbona sasa hivi amechukua ODM? Kama alikuwa ni nani? Kama ilikuwa ni foot soldier, kwa nini hakuchukua Kenya Kwanza? Si wapo? Mbona alichukua ODM? Hapa inatakiwa mlete wananchi wa vyama tofauti, independent, sijui Safina, sijui nini. Sasa unajua hao wote wanamkemea, anashindwa kufanya vile atafanya. Lakini mkiwaleta wote wa chama kimoja, malingo ndio haya. Mtaoneshwa nimenunua saa milioni 5. Unaonesha anakuwekea hivi, anakuambia ni ya milioni 5. Anaenda kuangalia mpira wa Manchester United. Anaacha kazi hapa, anaenda kuangalia mpira wapi? Manchester United. Anakuambia leo sio anafanya nini? Ameshinda kutengeneza stadium. Imagine nchi kama Kenya ambayo ni London of East Africa and Central, umenisikia? Tunashindwa kuwa na viwanja. Ni aibu. Ni aibu. Tunasikia nchi nyingine imetengeneza viwanja 3 na vinakwenda vizuri. Wale waliotoka huko kafu, wale watazamaji waliotoka kuja kafu wanakuambiaje eti hao wamefika 90% wanaenda vizuri. Kenya nchi Afrika Mashariki na Kati ndio London, eti hawajafika hata hapa. Level hii ya 10% hawana. Unashindwa, ni nini kinaendelea hapa? Hawa watu wanataka tuwe maskini au wanataka tuwe namna gani? Augustine, masala ya maendeleo ya kugusa mwananchi wa kawaida moja kwa moja yanaendana sana na kuwepo kwa tume ya IEBC. Nafikiri labda wengi wanapoisikia tume inatajwa wanahisi labda ni kuwepo tu kwa ule uongozi na kupiga kura, haki ya kidemokrasia ya kupiga kura ndio inaguswa moja kwa moja. Lakini kuna masuala mengine ambayo wameyataja Nurdin na Edward ambayo yanakwenda moja kwa moja na kuwepo kwa tume yenyewe. Masuala ya kufikia viongozi ambao wanamfikia mwananchi moja kwa moja. Mwananchi ambaye hana mbunge kwa mfano, mwananchi ambaye hana mwakilishi wa wadi kwa mfano, aliaga dunia miaka 2 iliyopita, bado hajapata fursa ya kuchagua kiongozi mwingine. Maendeleo yanarudi nyuma kwa kiwango gani wakati ambapo hatuna tume ambayo inawapatia fursa wananchi kuwachagua viongozi wanaotaka? Asante. Unajua wale viongozi wanaopigiwa kura, wanapigiwa kura waweze kuwakilisha wale watu waliowapigia kura. So wakiwa pale mbele wanawakilisha wapiga kura. Zile maeneo hazina viongozi, inakuwa ni ya kwamba katika ile meza ya mazungumzo ya maendeleo sauti yao hayapo, kwa sababu ule kiongozi mwenye inafaa lete maoni yao hakuchaguliwa, ama IEBC, hatuna IEBC ya kuweza kuwapatia wale opportunity to vote for the rightful one. So inamaanisha wale viongozi hata kama wanapata maendeleo, hawapati maendeleo yenye wanastahili. Wanapata maendeleo yenye
viongozi wengine wanafikiria wanafaa kufanyiwa. So kutokuwa na viongozi katika zile maeneo inakuwa ni chanzo moja kubwa sana ya dhuluma kwa mwananchi wa kawaida yenye amepewa haki kikatiba kuweza kutendewa kazi na hii serikali, kwa sababu ndo rais hawezi kujua kuna kitu fulani inaendelea maybe hata Matungulu ama wapi. Ule kiongozi wa pale lazima aende na ile manasema kwamba watu wangu wanataka hivi na hivi na hivi, hatuna barabara hivi na hivi na hivi, hatuna stima hivi na hivi na hivi. So unapata kama kuna eneo lolote aina kiongozi kwa sababu hatuna IEBC, inamaanisha ile ni dhuluma ya wanafanyiwa dhulma ya maendeleo yenye haifai. So hiyo inaleta umuhimu wa kukuwa na IEBC. Na mimi nasikia pale tunajiuliza nani nafaa kuwe amechukua chanzo ya kuhakikisha kwamba tumekuwa na IEBC. Hii mwaka July 9th, I think July 9, 2024, wakati after ile maandamano na ile wakati walikuwa na sign the NADCO report, there was IEBC amendment bill 2024 ilikuwa signed pale. Kulikuwa pale na Kalonzo Musyoka, kulikuwa na Raila Odinga, kulikuwa na rais wetu pale, na wakasema kwamba rais ataappoint a 9-member team panel, itaenda kukaa chini hakikisha kwamba imefanya the recruitment of the commissioners, then kutoka pale tuweze kusonga mbele. Na tuli expect rais ya kwamba aweze kuwafanya gazettement, kwa sababu ile that particular amendment bill ilipatia rais that authority ama hiyo nguvu kuhakikisha, ingawaje kwa news ya kawaida ilikuwa inaonekana kwamba ilikuwa inapatia zile vyama an upper hand, the senior political parties, ilikuwa inadhulumu waze zile vyama zile ndogo ndogo, lakini at the end of the day ilikuwa itusaidie sisi tukue na a particular commission ona yenye nafaa ikuwe inaendesha IEBC. Na tukirudi pale kwa katiba katika article 88 the Kenya Constitution inapeana the very proper structures and who qualifies to become a commissioner. Hawa watu wenye wanapewa fursa, this 9 member representative wenye wanapewa selective panel, wanapewa the chance ya collect IEBC. Wakipewa hiyo fursa wafanye hiyo kazi, wasiifanye kwa sababu wameweza kutumwa na chama fulani, wasiifanye kwa sababu wameweza kutumwa na kitengo fulani, wacha ifanye kama service to Kenyans. Hakikisha kwamba wale viongozi wanaopewa hii fursa ya kushughulikia Kenya, now that this is a very sensitive sector ama a very sensitive arm of ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na viongozi ni wale watu, one, the qualified members, wale watu wameweza kuhitimu katika nyote. Number 2, wale watu wako na their level of integrity is up to standard. Si wale watu wanaweza pigiwa simu wakiambia kwamba tafadhali tunataka uweke mtu hivi na hivi na hivi. Wakiweza kufanya hivyo, inamaanisha watakuwa wamefanyia Wakenya kazi, na wala sio wale watu wameweza kuweka in that selective panel. So hii pia inafaa ikuwe changamoto kwa wale watu wataweza kupewa ile fursa, kwa sababu hii ndio suluhu ya 2027. Kumbuka jinsi nchi yetu imekuwa katika kila uchaguzi, ikiisha kuna wale viongozi wanaweza kulalamika, ikiisha kuna wale viongozi wanaweza na hii pia inafaa ikuwe chanzo, inafaa sisi tukue na watu tunaweza elewa na we learn. Because ukiangalia the last election we had the Cherera 4, ukiangalia jinsi Cherera 4 walikuja wakaingia katika IEBC commission, inamaanisha the group of akina Raila Amolo Odinga ndio waliweza ku propose waingia, they were proposed from the opposition, au ndio waliingia. Na wakati tulikuwa tunafanya pale uchunguzi, una realize kwamba pia waliweza kupigia simu na wakajiondoa waone after wametusomea results for 4 days, walikuja wakasema kwamba sisi hizi si vyema. Inamaanisha kama kuna kiongozi yote mwanasiasa anaweza ku appoint any other, anaweza to propose any other person to IEBC, inamaanisha hatujaweza kupata suluhu kwa siku zijazo. Inamaanisha wale viongozi nafaa tuwapatie the leaders that we are supposed to give an opportunity wakuwe katika IEBC ni wale watu wenye wanafaa, wamehitimu, hawana political interest at any form, na si wale watu wanaweza pigiwa simu ama waweze kuzungushwa. Ndio tuhakikisha kwamba come 2027, kwa sababu unajua tayari tunasema kwamba kuna zile maeneo zinateseka kwa sababu wana viongozi. Hakuna mtu anaweza piga simu asema kwamba tunataka tuwe. Inamaanisha hata zile maendeleo wanayopata kwa sasa ni viongozi wengine wanafikiria wanazifaa au wapate the right development. So mimi nikimaliza nasema kwamba hii serikali ama rais, tukiangalia pale Julai, rais alikuwa mandated ya kuhakikisha kwamba he gazettes the 9 selected panel to ensure that tuko na the commission. Wacha afanye haraka iwezekanavyo, na wale watu watapewa chance. Hii chance upewe Mkenya wote anaweza kuapply kazi. Ukipata wacha upewe fursa uweze kutumikia hapa Kenya. Nitapatia Nurdin nafasi ya kutamatisha iwe kauli ya mwisho. Zungumzia swala la sheria, kwa sababu sheria ipo wazi, lakini tumeona hususan katika masala ya tume ya IEBC sheria imevunjwa mara kadhaa. Wakati wa kuangalia ile mipaka umepita ambao tume hiyo inafaa kufanya mwaka mmoja baada ya uchaguzi. Masala kama hayo yanapokuwa yapo kwenye sheria, lakini kwa sababu moja au nyingine hajaweza kutimizwa, ni yapi ambayo yamewekwa wazi tena kisheria ya kwamba Mkenya wa kawaida anaweza kufuata? Tukiangazia swala la kuwepo kwa Wakenya ambao wamekosa viongozi kwa sababu ya kutokuwepo kwa tume ambayo inafanya kazi. Kwa kutamatisha tu kwa dakika ladha moja ama moja. Kwanza kabisa mipaka ile inafaa kuwa imegawanywa
12 months to an election. Ukigawa ndani ya hizo miezi 12 hazitakuwa katika uchaguzi ule. Kwa maana tunahimiza, tunasema ya kwamba lazima IEBC iweze kuwa inaweza kugawa mipaka hii. Lakini ukumbuke tena, kugawa mipaka pia si rahisi, sababu kumbuka kuna wale ambao wanaambiwa watapoteza constituency, kuna wale ambao wataongezwa, kwa sababu kumbuke bado kuna zile semikali ambazo watu walisema kuna zile constituency ambazo hazikuwa zinafika ile population quota, zikaongezewa muda, zikaambiwa mjaribu mjaze pale ambapo kuna shida. Hasa hatujui kama imefanyika. Ndio maana tunahimiza ya kwamba IEBC iweze kuja kama kesho ndio iweze kushughulika na mambo kama haya. Sababu bila hiyo, vile ambavyo unasema ni ukweli, wale ambao hawana wakilishi wadi, hawana wabunge nao wakilisha, haki zao zimevunjwa, na wakienda kotini mahakama itasoma nao ya kwamba hakuna wakilishi ambao shida zenyu, ambaye anawakilisha shida zenyu. Na wale ambao ni wanasiasa wakongwe katika serikali hii, na kwa sababu serikali hii unajua hakuna upinzani, ni ile wameingia ndani ile bread based, wanasahau ya kwamba watu wale wana haki zile. Wanaangalia shughuli yao ya kuangalia kura inakuja mwaka 2027, wanasahau haki sasa hivi watu hawa. Na ndio maana amesema ndugu yangu ni ukweli, bila hivyo itabidi wa Kenya basi, kwa sababu lugha ambaye serikali inaelewa ni lugha ya maandamano, na si ati ni kitu nzuri, lakini hiyo ndio lugha ambayo inaelewa. Serikali hii haisikizi wa Kenya mpaka pale ambapo Wakenya wanaandamana, na haiwezi kwa vile. Mbona usishughulikia watu hao ambao ulisema utawatoa bottom wapeleke hapo? Sasa umeenda hapo peke yako, umewaacha chini. Haiwezi kwa vile. Haki zao lazima waweze kupata haki zao, na tuweze kuwa na commission ambao ni huru. Ile uhuru ni lazima. Bila uhuru inamaanisha kuwa zile kura watatangaza itakuwa tangazo kushi ambayo hatuwezi simama nayo. Sasa tungeomba ya kwamba waeke ubinafsi yao kando, waeke nchi mbele, tuweze kuwa na makomishona ambao wataingia kazini, process ile ifanywe, ile kamati ambayo nataka kuunda waunde, makomishoners wakuje na mambo yaanze kuendelea. Sababu ukumbuke bado hata wakikuja leo makomishona lazima tena waanze kutisha fedha iweze kupanga uchaguzi. Bila hiyo ni vile ambavyo Justice Lenola amesema, when the process is flawed, the entire thing is a nullity. Itakuwa tunapoteza pesa kupiga kura, tuanze kurejelea kura nyingine. Nani hakuna muda huo? Asante, na nitakuwa natamatishia hapo na kauli hiyo yake Noordin Kagai, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na pia ni mwanasheria. Nimshukuru sana kwa kuja, kwa mchango wake na kwa muda wake. Pia nimshukuru sana Edward Rioba, ambaye ni katibu wa bunge la Wazalendo, kwa mchango wake, kwa kutupatia mtazamo na sauti ya mwananchi na kwa kufika studioni. Pia nimshukuru Augustine Omondi, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, kwa kutupatia mchango wake kwenye